utazingatia masharti niliyokuambia. Nitakupiga mikasi ya leo dogo, nasikia. Haya baadaye. Haya bwana. Safi. Tafuta sigara tu, kwa tafuta nini vichwani? Njia ya utajiri, njia ya utajiri, njia ya utajiri. Ni njia ya utajiri. Unategemea eti ule milioni 10. Hivi kweli? Lakini dada yangu, sawa kila siku huwa narudi usiku, lakini leo mbona nimejitahidi kuwahi, nimewahi saa hivi. Sijaja usiku. Ninachokuomba, hiyo hela iliyopotea ndani, naomba uirudishe. Naomba unisamehe. Mimi kama mdogo wako, sijachukua hela ndani. Sasa unavyonihukumu kama hivyo, unakuwa unanionea sasa mimi. Na hiyo simu umetoa wapi? Ina maana mimi natafuta hela, alafu unaiba unaenda kununua simu. Simu sio ya kwangu hii. Kazi yake ni kubeti, lakini ya rafiki yangu natumia tu kubeti. Kwa ajili ya kubeti? Hela ya mwanamke uchukue ndani uende ukanunue simu? Kweli? Mimi mwenyewe ninatumia kitochi, kiswaswadu. Shanga. Hela iliyopotea ndani naomba uirudishe. Tutaona na wabaya. Lakini naomba unisamehe tu. Sijachukua lakini hela mimi. Hebu nakuomba unitokee hapa. Rafiki yangu, Kaswahili. Bwana nimetoka kwako. Kumbe ndio ulikuwa huko. Hata mimi nimetoka kwako sasa hivi. Kumbe tunapishana tu sasa eti. Basi tuachane na yale bwana. Unajua nini rafiki yangu? Mimi bwana nimekuja kwako unisaidie. Kwa sababu tangu jana nimelala njaa kwangu. Sijara ila jicho langu nikafikiria hivi nani wa kunisaidia rafiki yangu mwingine? Nikamwona Kaswahili. Na ndio maana nikaja kwako. Bwana kama una shilingi 5000 nisaidie ili wapate kula kwangu. Si unajua tena maisha ni magumu sana. Ni kweli kabisa rafiki yangu. Mimi nikiwa na chochote, wewe ukipata shida lazima nikusaidie. Naanzaje kukunyima sasa? Mimi naomba nikupatie hiyo fedha ili ukaihudumie familia yako. Ngoja nikupatie hiyo fedha. Sasa rafiki yangu, fedha hii hapa nakupatia. Oh my God. Mungu wangu. Mungu akubariki kabisa. Basi hii hapa hela. Asante sana rafiki yangu. Basi wewe kafanye huduma za nyumbani. Urafiki ndio huu sasa. Ila nakuomba jioni tukutane kwenye kahawa. Sawa kabisa. Si unajua tu mambo yetu. Yaani hakuna shida rafiki yangu. Basi sawa. Si unajua tu mambo yetu yale. Kama kawaida. Chaku chango si nini ile si. Mtajua nyewe Waswahili. Sisi hatujui. Kijiji kimegeuka moto. Uchawi ndo umepamba moto. Kila unapogusa joto. Nabii Mola tondoe misoto. Ututoe mawazo. Utuvute machozi, tuonyeshe njia ya kufanikiwa.
Franki mdogo wangu. Naam kaka. Nakutuma dukani. Kanunue mchele kilo 2. Unasikia? Nunue na sukari kilo 1. Hela inayobaki nunua karafuu. Umenielewa? Natema mate yakikauka. Yakikauka. Najua unanijua vizuri sana. Vipi Jay? Mbona kama upo sawa? Hivi mimi unaponiona hivi ni ukataliwa na mwanamke? Kuona maanisha leo umekataliwa? Hivyo na kinachoniuma zaidi, yule mwanamke amenikataa kwa kunifokea sana. Tena ananiambia mara sina hela. Yaani hicho kitendo kimeniuma sana. Alikuwa anakuambia ukweli? Kwa hata wewe unafagilia? Sio kwamba anafagilia. Pesa hauna. Au sio? Yeah. Basi wewe mwenye pesa nisaidie hata shilingi 10,000 tu ili nikampe huyo baby. Wewe una pesa? Fanya hivyo tuone. Eti shilingi 10,000. Kirahisi. Yaani mimi nitoe pesa yangu mfukoni nikupe wewe, upeleke kwa demu wako? Isiwe kesi. Nimekataliwa mimi na nimeumia mimi. Kwa hiyo unaweza kuniacha tu nikaendelea na maumivu yangu. Tusisumbuane akili. Sio mbaya. Na utaendelea kuumizwa hivyo hivyo. Nadhani umenielewa. Marhaba. Marhaba watoto wazuri. Salama? Oh, mume wangu umerudi? Nimerudi mke wangu. Naona leo mnafanya mchezo wa kupishana tu. Unamaanisha nini? Rafiki yako ametoka hapa muda sio mrefu. Rafiki yangu? Oh, Kaswahili. Nimekutana naye pale chini. Yule ni mtu mzuri sana bwana. Nimemwambia shida yangu, amenipa shilingi 5,000. Hii hapa mke wangu. Ngoja nije kidogo. Pesa hizo ni njia ya utajiri, njia ya utajiri. Mungu unakuelekea sasa, unataka kuwachizi. Sikuta hata hela hujapewa, unakuja tu kututania hapa.
uchawi ndo umepamba moto, kila unapogusa joto. Yalabi Mola tondoe misoto, ututoe mawazo, utuvute machozi, tuonyeshe njia ya kufanikiwa. Eti nimtoe mke wangu, eti nitoe watoto wangu. Alvin. Naam. Njoo chukue dumu. Nimekutoa pale kwenye jua na kukuleta hapa kwenye kimvuli kwa lengo moja tu. Nilikuwa na mazungumzo na wewe. Umenitoa juani ukanileta hapa kwenye kimvuli. Ni sawa kabisa, una akili timamu. Unajua rafiki yangu, mimi kwenye maisha yangu waga nina ndoto ya kumilikiwa na mishangazi. Na hilo swala nimeshaga kuambia, na nikakwambia kabisa kwamba nawe kama mnataka utajiri, tushirikiane kwa pamoja, tutafute mishangazi, tulelewe, ili na sisi tuwe na pesa. Ni sawa, ila mimi hiyo njia sikubaliani nayo kabisa. Kila mtu ana njia yake ya utajiri, unaelewa hapo? Kwa hiyo wewe kama umechagua hiyo njia ya mishangazi ikutajirishe, basi kajihusishe nayo, ila sio kuniletea mimi. Kwanza umenikera. Hapa mimi nilikuwa na safari yangu, tena nilikuwa nafuatilia vitu vya muhimu sana. Eti nipate pa kulala, mbona mwenzenu